Orengere riande enseria engia daike keriova rikowa azobu ya waye sontene de ariao ninyore ngenange ni hose ninyore ngenange ni se utwa mogoro verio varikowa no kobo kanava chenwa so mojoria ninyore ngenange ni gose nakinda go keke ronjenda morore nintuga mekumu sasima eriuchi ngenange nina chiwe chane okuba kwa kwaye kuigweke ninyore ngena nge ni asihutwa mogoro verio varikowa nokobo kanava chenwa somo joria ninyore ngena nge ni hose. Baba yetu na Mungu wetu mkuu uliye mbinguni, jina lako lipewe sifa. Ni asante kwa sababu umekuwa na kila mmoja wetu tangu kusaliwa kwetu mpaka wakati huu. Tunaomba ya kwamba mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba Mungu wetu sasa uturejeshe sisini, ili neno hili ambalo tunapoenda kulisikiza, neno hili lipate nafasi katika vinywa vyetu na katika maisha yetu, ili neno hili litujenge, lituandae kwa minahajiri ya kurudi kwako mara ya pili. Familia hii tunaiweka mikononi mwako, ili Mungu wetu wafariji kulingana na mapenzi yako. Ni asante kwa sababu wamepokea dua zetu, ndiposa tumeomba na kuamini kwa Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Well, with the family. May the good God who is in heaven comfort you and lead you with all words, because human beings, men and women, sometimes we lack words. But God never lack words that He console you. And this moment that you are grieving because of your father, may the Father who is in heaven uphold you and comfort you in this time of justice grieving. When I was thinking, what am I going to present this hour? And sometimes it will just become difficult. What are you going to share with men and women who are going to listen to you? And I came with a topic says, life is useless. Life is useless. All meaningless. Sometimes when you just focus, when you just see the world, the way you just examine yourself, things is not working the way you expected. But sometimes the Bible says a man being born of a woman, he has few days on earth. Yani omonto oivoire no mokungu enseye amatukaye ngakiare na make iwa ekerena kunya kuligereria. Life is unexpected. It does unfortunate things. Life. It does unfortunate things. Life. Number one, life is full of
terrible things. Life is terrible things. Sometimes you feel that you are nice. Sometimes you walk nicely. The Bible says life is very short. No, we are not preparing for death. Because of death, we have never prepared for disease. We have never prepared for famine. We have never prepared for an accident. Necheve nduanya kuyalika ninga omuruere boche iwa bana banyasai ngiga bantu mpata ketinkole tipo kolera yale kutoka no montolo kwa batachi pesa 200 abantu kwa ndabali Igobon. Ekitabu gekorunga Ecclesiastes 12 verse 8. 12 verse 8. Mondan sommer buango gan sommer bitato na nje kanyike. Ebu kubono yo murani ile kana teo. 12 8. Ngo wan sommer. Kumbole buango. Jini bukunga yiteke akini nyesa uri Morandia ni gagoteba tata bono chusu no taegwa kugijani ku asa yo morandia ni gagoteba ayambosa na ende mbosa obo onsi ngakimwaiwa kwani oyimo sinya ine mate ngonsi mbosa ngakiate onsi na ende onsi yani ubatiri tena ni ubatiri yani ate banga bionsi mbosa ekerenar kunya kuligiri ngai kenkio morandi ya wate banga usima wa mwanadamu ni ubatiri tu. Mtu anaokuwa na miguu miwili kesho yake unapata ako na mguu mmoja. Maisha ni ubatiri. Leo unapokea maelfu, unapokea kwa kazi ambao unafanya leo, unapokea maelfu, baada ya miaka 10 unaanza kuzunguka, unasubiri shilingi 10. Wakalile chini bwembe raunge 3. Kwa litayiri. Ero bwate tinga okanyeta abantu bajo basene shilingi 3. Maisha ni ubatiri. Mbale kamule na inji. Manya kuaga jete, kuaga tarire witne chigari chinyinge, maisha ni ubatiri. Lero ni nyango bwate. Maisha ni ubatiri. Ndagere ngakiara koteba. Oyo Daudi akoteba ngomo gibobo mbosa. Na ende mbosa, ekana agenda ko mugango yo basa nyagitari nga 10. Ngayani muntu ko rwara kama goro arenge straight amagoro nanda haja bakumunu ari eringite. Yani maisha ni upatiri. Omuntu omogongo gwagatari ro mogongo buya, ngomogongo bwangire. Ngarero bekire gendo ketekesire to mogongo. Ngomogongo suru rambo kake. Mogongo inare geteki kwabe kerwande ngei kuigua. Maisha ni upatiri. Ukiwa na ng'ombe unakamua maziwa hata utumii hata siku moja. Watu ambao wanafanya kazi kwako ndio wanatumia maziwa. Wewe unaambiwa hata kuku usikuze. Hata mayai usiende kwa nyumba ya kuku. Maisha? Halo, maisha? Daudi anasema mtu anaamka asubuhi na mapema. Anaamka asubuhi na mapema. Huyu mtu anafanya kazi zito na analala akiwa amechelewa. Watu siku hizi hawalali, kazi. Watu kazi, na kazi ni
ni kutosheleza tumbo yake, lakini kazi ambayo anafanya haitoshelezi. Maisha ni magumu. Nani alisema ni magumu? Maisha ni upatiri tupu. Unatengeneza kitanda kubwa na unatumainia ya kwamba wiki hii nitalala kwa hii kitanda. Wiki kabla haijaisha wewe ni mgonjwa wa kupindukia. Na baada ya kurudi kutoka OC kitanda ni tupu. Au rudi. Ila kitanda ulitumainia ya kwamba utalala. Halo? Maisha? Ulikuwa unakula peke yako. Ulikuwa unajilisha na mikono yako miwili. Siku moja utalishwa. Na watu watakulisha sister yako, siku moja watachoka, wanasema tumekulisha ya kutosha. Maisha ni upatiri mama, ni upatiri mzee. Ulikuwa na vitu ya kutosha na maduka, mabroti ulikuwa na mabroti. Siku moja watu wataanza kusema amekuwa maskini wa maisha. Halo, maisha? Hii matafali sitajenga kwa poma. Na atajenga kabisa, achenge kabisa permanent. Lakini maisha yake sio permanent. You are not permanent. You are not at all. Maisha ni upatiri. Daudi anasema sioni vile nitasungumuza maisha ya mwanadamu. Maisha ya mwanadamu. Today you have appetite, eating every kind of food that come across to you. Tomorrow you don't have appetite. Tomorrow you don't. Tomorrow you don't. Halo? Moyo mwele usimwachiri. Maisha ni upatiri. Unasomesha watoto wamesoma mji mzima. Kutoka mzaliwa wa kwanza mpaka kitinda. Alafu gia, ndio hiyo, gia. Gia ya kwanza, usipita kwa duka kuuliza mambo ya sukari. Usiulize. Mambo ya nyama, usipite kwa bujeli ati matumbo ni pesa ngapi. Mafuta usiulize. Mchakazi ndio anakuambia mafuta yalisa jana. Maisha ni upatiri. Mambo ya soda unaambiwa ukunywe ile inaitwa Zitoni? Inaitwa aje? Zero. Na ukiwa na pesa tena unaambiwa ukunywe zero. Uko na pesa. Maisha ni upatiri aisee. Kama pesa ingefanya kitu, kama pesa ingekuwa na nguvu kuzuia kifo, ingezuia. Maisha ni ubadili. Lakini kitu kingine nilisoma ya kwamba ubadili ni wa maisha, lakini unapompokea Yesu kama Mwokozi hauna ubadili, una uzima. Nisikize. Watu wanasumbuka na kazi. Watu wanalia nataka kazi. Akipewa kazi anatumwa Galisa na anaanza kulia. Si wangenituma karibu. Si alikuwa analia kazi. Mtu anasema Mungu ukinitafutia kazi, pesa ile napokea ya kwanza ni kwako. Ile ya kwanza ananunua radio inatosana hivi. Anasahau. Maisha ni upatiri. Upatiri. Maisha ni upatiri. Hata ukiwa na mabrangeti ile ambayo imekuja inaitwa comfort. Comfort the person. Unaacha hiyo kitanda na mabrangeti, unaenda.
Nowadays, you give somebody a lift on the way. When you die, you are given a lift downwards. You are escorted alone. Maisha ni ubatili. Unajenga nyumba, unajenga Nairobi, unajenga kila sehemu. Duka barabara ikipita hapo inakata duka katikati. Na ile pesa ulikuwa umeweka yote na tumaini lako lote, maisha ni ubatili. Unajua wengine wanasema nilikuwa mwalimu. Nilikuwa nani? Wakati anaenda kwa hoteli anaasima chai ya klasi shilingi 10. Alikuwa hapa. Sometimes naambia watu unapokutana na mtu akipanda ngazi, anapopanda ngazi na wewe unateremka, msalimie. Siku moja na yeye atapanda ukifanya ukiteremka. Kuna watu wengine unamuomba lift anakuambia niko hapo, anafanya kidole. Nza. Maisha ni aje ubatili. Maandiko yanasema hivi. Life is full of stress. Life is full of stress. Life is full of sorrow. Watu wanaomboleza kila mahali. Ndiposa nikasoma mahali, even the rich they are also crying. Even the rich they are crying. Hata siku hizi watu ni maasara kila mtu. We never knew that life can change at any time. Life can change at any time. Today you are with your wife. Tomorrow you are not with your wife or with your husband. Today you are with all your children. Tomorrow you will never know who will die in your family. Life will change at the end time. Somebody is contented that I'm working in the government. You don't know what will happen tomorrow. You will be served with a letter tomorrow. When you are prepared that I'm going to report the duty, when you reach there, you are told, don't enter. Your letter is here. When you just open the letter, you are told, sorry. Life will change at any time. Lakini kuna tebeli watu ngaki kana nana nechingi chentani monyo. Tekonyo kuerole nsenga itulake tebi toto. Maangi to ikoma nyombo saje yo senko mutuwale uwe. Tomorrow life will change. Buno talenge reti. Obo gime bogonchole. Nane kuna tebi nda Bible yari esende sukulu nga omwana oyo bwata na bago koige kasi chitachiri osako lusio botachiri akobeko botakapi. Omwana obwata ako koige ka botachiri osako lusio akoira saba bantu bechi nyange chioka. Ogo sinyugo chio. Finally, Romans 8 verse 18. It says, the things that we see on earth, we see terrible things. We see terrible diseases. We cannot compare with the things of heaven. Vitu ambavyo tunavyoviona ulimwengu huu huwezi kufananisha na vitu vya mbingu. Mbingu ni tofauti na hapa ulimwenguni. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waroma 8:18 inazungumza mambo yafuatayo. Nione mtu ambaye anayo Biblia some. Yule mtu angetente aweke bungo na anasoma numukiri. Nimehesabu diki ya wakati huu onye ndiri mwewa kanga ndimwate
Eyateba iga asegesa. Iwe buna yateba. Eyateba nga vitu ambavyo unavyoviona ulimwengu huu uwezi fananisha na vitu ya thamani ambavyo viko mbinguni. Maisha ya mbingu uwezi fananisha na maisha ya duniani hii. Nawaambia ndugu na dada, tuwe waaminifu, tumche Mungu, tumpende Mungu, kwa sababu maandiko Paulo anasema anavyoangalia na kutazama vitu ambavyo viliomo mbingu uwezi fananisha na vitu vya ulimwengu huu. Haleluya. Nisikize. We are just crying for a moment. Tunalia kwa muda tu, lakini Mungu wetu na Baba yetu yuacha mahali atafuta machozi yote. Hatutakuwa na kifo, watu hawataomboleza, watu hawatakuwa na magonjwa mbalimbali. Hebu Mungu wetu na Baba yetu atusaidie tunapofikiria haya ya kwamba maisha ni upatili. Ya saba sisi ni tumeyajezo yoro motolitu.